So today I want us to look at the forces that hinder your breakthrough. Forces that hinder your breakthrough. Yani, mahinya na maroho maria magiragiriria breakthrough yaku yoke. Forces that hinder your breakthrough. That is where now I want to connect message ya asubuhi. Tulizungumzia the controlling powers. Now, which are these forces that bring the controlling? It is forces that hinder. They come to hinder your breakthrough. Zinakujaga kuzuia uweze kuenda hapo mbele. Now, there are about 8 forces that will hinder your breakthrough. Number 1, evil altars. Evil altars. Magogona makwagoma. Evil altars. Madhabahu ya shetani yanazuia your breakthrough. Number 2, unforgiveness. Kutokuwa na moyo wa kusamehea. Because that is the conditioned prayer that Jesus says, forgive us as we forgive those who trespass us. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, when you unforgive, you are not forgiven. And if you are not forgiven, you are operating in a hindrance. Because unforgiveness causes you not to be forgiven. And when you are not forgiven, your heavens will not open. Because I'm talking about when you are operating under unforgiveness, the unforgiveness closes your heavens. Inafuga heavens yako. Na inakuwa hauwezi kuoperate dunia hii tena. Maana kuna msingi na kuna power ambayo imezuia baraka zako. Kwa hivyo kuna watu katika maisha yako umebeba mwako wengi sana. Kuna ndugu yako hamuogeagi na yeye. Kuna cousin hamuogeagi na yeye. Kuna mshirika hapa alikusungumzia vibaya, ama aliongea kibahati baya, ama alikukanyaga kibahati baya na utakagi kumuona, umuonago kaigwa gutahika. Kuna Asha alikwambia ukisikae hapo na umezoea kukaa hapo, kwa kwambia kaa hapa. Kutoka siku huyo Asha ulimchukia, humpendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengine wengi, if you have somebody in your heart that you feel huyu hatuwezi kuongea na yeye, ujue mipango yako yote ya baraka pia na yeye imefungwa. You will never open. The door does not open. When you have evil altars in your life, magogona ya mashetani, powers of darkness, where witchcraft, hizo ndizo tunaita evil altars, zikiwa zinaoperate katika maisha yako, milango yako haifunguki. Milango ya baraka haikuji. You hate a brother, milango yako haifunguki. Kama kuna madhabahu kwenu yaliwekwa na baba yako, yaliwekwa na mama yako, yaliwekwa na kazeni zako, wewe mwenyewe labda ulijiendea hiyo madhabahu ukarete, pia those are things that does not open your doors. Now you find every door, spiritual door, economical door, any lively door, marriage door, zote zinafungika kwa sababu there is an operating power that is hindering you from successes. And the other one, number 3, we have fear factor. Fear, ukuoga, mwetigira. That is why you see in the book of Joshua, chapter number 1, chapter number 2, and chapter number 3, all the books of Joshua, you find God is telling Joshua, do not be afraid nor be dismayed. Because fear, it is the major factor that has caused us to fail. Because we fear the unknown. Uko na uoga wa kitu hujui. Uko na uoga wa watu haujui. Uko na uoga wa kufanya jambo. It's only that you have fear. You have been told, go and start this business. Lakini unakumbuka fulani venye aliaguka kwa hiyo biashara, baka kukajichora kamutu. Basi unasema hata mimi woko biashara yodeke utagoko. But what you don't know is that the door for that person mwenye aliaguka ndio ilikuwa imefungwa, yako haijafungwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anatokaga hapa anaenda Garissa na anafungua duka na unaona anauza. Mtu anatoka Murang'a anafungua duka Murang'a, inafikataa kabisa na ni kwao. Lakini akienda Turukana kwa Waturukana unakuta yeye yako na wholesale. Ni kwa nini? Because there is a factor
a factor that causes you, that moves you from this and it causes you to go. Inakuondoa, inakupeleka kule kwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. So this fear factor inaonaga unataka kuenda lakini hautaki. Unataka kumove lakini kuna kitu kinakuzuia. Maana you are not sure of yourself. When you are not sure you are reserved, then you cannot be able to move anywhere. You cannot be able to succeed anything. You cannot be able to achieve anything. You cannot be able to conquer, because you must conquer your fears for you to conquer the world. You must win your fears, because the fears are there to cause you, to stop you, to hesitate you, that you know not to move. They are there to make you inakuweka kitu, and the fear comes from the devil, does not come from God. The devil will tell you, nuraririkana jeri urera gujeri wanyu ndiragerete kuiga biashara haha. That the devil will speak to you. Jeri wanyu ndiragite kuiga biashara haha, nuoni uragoire tamaka ogoconoka guku to. Then that fear gets into you. Once it gets into you, you will not open that shop. And God had spoken to you, nenda Mwea, hapo kuna duka, kuna duka nimekulisavia hapo, ukienda hapo Mwea, na unaenda na unaona duka ndio hii, na unauliza, unaambiwa the duka is empty. Unasema ni pesa ngapi? Wanakuambia ni 5,000, na uko na hiyo 5,000. Immediately ukiona duka na kila kitu, unasikia shetani anakuambia, kumbuka dada yako si alikuwa ameweka duka hapa Baricho hapa tu chini, ulionaje wenye alianguka, wenye aibu ile alitoka, alibaka, alifanywa auction. Sasa unaanza mahesabu yako, unasema tareke nyabe viega hoya. Ukienda kuomba, ati unaenda kuomba, kumbe ni shetani amekuambia ndio uombe Mungu kwanza ujue kama ni yeye. Ukienda kuomba, mara moja unasikia mtoto yako amegogwa na nini, na mfara alikuwa anaendesha mfara amegogwa. Unamkibisa kliniki wanasema leta 5,000 ile ungelipa. Because of fear, another problem inachipuka mahali kwingine, ndio ikuondoe kabisa. By the time ukienda unasema nanema nenda kweli guide alenda gajike maundu macio, lakini ni Mungu alikusugumsia kwa mlima. That is why Joshua, ukisoma Joshua 1, Mungu amerudia mara 6 akiambia Joshua, do not be afraid nor be dismayed. Mara 6 mpaka kumaliza hiyo chapter yote 6 times. Na alikuwa amemwambiaje? Nimekupatia Jericho. I have given you Jericho. But I have given you Jericho, then why do you scare me? Do not be afraid. Lakini nimekupatia, nidakonegera, nimekupatia hii kitabu. Lakini do not be afraid nor be dismayed. Hapo ndio unahitaji maombi, kuuliza Mungu, why am I being told not to fear? Because there is a struggle in this book. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never give you a place that is not occupied. God will never give you a business that is not occupied. God will never give you a building that is not occupied. God will never give you something that is not unoccupied. God gives you a place, then he takes it to you. Ananyaganya. Mungu ni mnyaganya. Atanyaganya watu. Anasema nitanyaganya wale ambao hawafanyi vizuri, ndio nikupatie wewe ambao unakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Any territory, you have to displace. When Jesus came, alikuta a territory occupied by other religions, na akakuja akacreate yake, akadisplace na akawaondoa, akatengeneza territory yake. Mpaka today people are speaking about Jesus. Why? He conquered. You conquer the fears. You conquer the territory. Ukiingia Nairobi, conquer. Here tuko on a mission to conquer Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukikonka Nairobi, tunaenda kukonga Kenya. You capture the capital city, you capture the country. Then from conquering Kenya, Kenya is the capital city of Africa. We conquer Africa. Hello. And from Africa is the motherland of humanity. Did you know that? Africa is the motherland of humanity. Once you capture the motherland of humanity, you capture the whole world. Akina Japhet na Shem, you conquer them and you destroy them in the mighty name of Jesus. Conquer your fear. Tell your neighbor, conquer your fear. Kama kuna kitu ulikuwa nataka kufanya, just do it, because God has sanctioned it. If you wanted to move, just move and conquer. Win every battle, win everything. Do not fear. Usiogope kuanguka. Anguka, uamuke tena. Anguka tena. Amuka. Mtu anaitwa Isaka, walizima mizima, akachikeba hii, akazima, wakachiba ingine, akazima. But he continued and he continued. Continue conquering them. Continue pampering them and destroy them. Don't allow anybody kukuchukulia wana.
Mimi wezi kunichukulia wanate todo demo hanoku. Kwa bako kwa bora ya mwele joke gwele ukariu. Todi kwe Jesu toka here. Because if God has given me Nairobi, I'm telling you, nobody can stop me. Nobody. He told me, I hear him. Alinipatia kifunguo ya Nairobi hivi. Akanipatia. Na ikakuwa ni hivyo. Na imiko hivyo. Na tunakoga. Ama hatukongi? Kama wewe utakoga, toka. Kwenda mtu akuje. Mtu tunaenda na yeye mahali ya kuja kalia ukiti. Dukanogie gete geke. Aigwa. Goko ti kwa iguoya. Kama wewe ni kiguoya hama. Go as quick as you meme. Bwana Yesu asifiwe sana. Goko dikaraga na iguoya. Nyeda ajaba. Yeah, todo uthamaki wa iguru. Wow. Wa John, since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven is, and the violent is taken by. Then uroka kujira tutweke humble niki. There is no humble person that. If there is any person who was radical, is Jesus. Jesus was a mugeke, toto mugeke. Jesus was a toto mugeke. Leta Musa, chukua Musa. Was a bad man. Bad news. Anachija mtu peke yake na anazika. Uroka kujiguida tutugiena dayo nawe tukira natia. Mudogo wetu Joshua, he was bad news. Mtu alikuwa anaitwa Elijah. Yani ina spirit ya dwashio. In the mighty name. Win battles, conquer them. Take territories, don't fear them. Just take it as you want. It is yours. It belongs to your father. Then it belongs to your father. And this everything you see here belongs to your father. If you take it, you are taking your father's things. Another force that hinders your breakthrough is visionless life. Without a vision. Living without a vision. And this is a major thing that I've seen in this church. Most of men and women of this church, they don't have a vision. Muko hapa tu. Nimeongea na watu namuuliza, "Oreda, nikiwenda gweka unakuta hana." Yani okaga tu ahoero atoge. Okaga ahoero besa simukore nyumba. Okaga tu doka warie kiugo kimwe. Because you don't have a vision. Vision ni we hoyagero ti we. Do you get me? We pray for the vision. We don't pray for you ate go hoere. Ate ario kiugo kimwe. Oriaga yoko direct to do na vision. You must bring. That's why God says, "Adeka kioneki gyakuna ki na ademwa." It has to be written. It has to be written. It's so that God can read it. And therefore, it is very important for you to have a vision. Before you come for prayers, before you come for that deliverance, have a vision. This is what, yes, nikikombolewa, nikifunguliwa kutoka hii jela, nitaenda wapi? Maana kuna watu wanafunguliwa. Tulikuwa na watu Kamete, familia zao waliwatupa, hawataki. Akifunguliwa anaanza kulia. Anashindwa anaenda wapi? Kwa hivyo ana plan ataenda toke nje, afanye crime, ashikwe tena arudishwe huko. Because he is better there inside there. Because hana vision. In the spiritual world, in this world we live, everything is programmed and you must have a vision. And that is why God said, write your vision down so that he can bless you through that vision. The blessings comes through the vision, not through the prayer. The prayer is to make a ground for you. Yani to make that atmosphere. Dio mambo yako, vision ianze kujaminate. Vision, maombi ni fertilizer. Unaweka pale chini. Dio iweke hii begu, ikuje. Sasa begu hauna, unaweka fertilizer. Inaenda kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako, hii maneno ya kukua bila vision wachana nayo. Kuja na dio, uniambie, heha dotogei ya maguta. Yes, gwira totiko ya tokudena besa haha. Nito kama kule twendie. That is it. Kila ukaonoka kujira tene story roka tolia story cia gwika atia. The apostle ni umwe apostle ni otokenirie muno. So what? Ukagokenio. Nitukite hatucamanie tuteithanie. Odute ikinya riri nani gurute ikinya ririku. Odute ngongoni na haha mugongo na ni gurute nyeje haha matu-ini. No ti yokage hare office ko story cia gwika atia. Don't come. Mmesikia? Nemuraigua? Kama hauna vision, no. Ofisi yangu no. Ham kwa sababu hangelaanika. Hamu ni kabati wale watu 8 waliingia kwenye 70. Kwa hivyo wale wote waliingia kwenye 70 Mungu aliwakava na akasema they will not be cast. Sasa wakati Kerumi ilikuja ikakuta baba yake, akakuta Ham ni covered, iliruka. Ikaenda kwa nani? Kwa mtoto. Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa nani? Canaan. Mtoto wa Ham alikuwa anaitwa Canaan. Na wakati Canaan
hiyo kazi iliruka kutoka kwa baba ikaenda kwa mtoto. Hiyo kazi ilitembea na mtoto. Jerusalemu ilijengwa Canaan, kwenye land ya Canaan. Ndio nasoma katika Ezekiel 16 ati inasema julisha Jerusalemu mambo yake yaliyochukizo, ya kwamba your origin and your nativity is of the land of Canaan, because Canaan is named after a man who was cast. Number 8, your soil. Your soil, ukisoma kitabu cha Jeremiah 22 verse 29 hapo utaona Biblia, Jeremia anamwambia mtu anaitwa Konaya, anaambia mchanga, anazungumza, ametumwa na Mungu, akaambiwa na Mungu ya kwamba nenda umwambie umulaani Konaya. Lakini hakulaani Konaya, alienda kwa mchanga. Aliwacha Konaya pale, akaenda kwa mchanga, maana ni Mungu alimwambia nenea mchanga, naye akanena. Jeremia akaita mchanga, O earth, O earth, O earth, write this man down. Andika mũndũ ũyũ, write this man down that he will be childless. It is the soil that was spoken to, that write this man as though is childless, a man that will never succeed in his life, a man that will never sit on the throne. Hivyo ndivyo kuliandikwa Jeremiah 22 verse 29. Eda musome, lakini soma 22 yote, do you understand the concept ni nini? Why was this man? Ni kwa nini Mungu alikasirika kiasi hicho mpaka kuambia mchanga iandike huyu mtu ya kwamba hatapata kitu? Ukiambiwa write this man down as childless, it means you will not do business, it will not work, hautapata husband, hautapata watoto, hautapata, you will not succeed. And some of us are held by that curse of the soil. Most of us here. Maana kule nyumbani labda baba guka yako walipigania shamba na kukakuwa na laana ya guka na guka huko, brothers zake ama maanti ama huko walipigania huko shamba, na hiyo katika hiyo kupigania shamba kuna mambo iliachiliwa. Hiyo mambo inatamba mpaka kwako sasa. Ndio unapata huko Nairobi na unapata huko na pesa, umekomboa ruda, nyumba unalipaga 1,000 ngapi? 200 per month. Hiyo pesa inapatikana. Lakini kununua plot ya hiyo 200 na ziko uwezi nunua. Unasema goko nego tunyo nimekora. Na unalipa mwaka mzima, unakuta 12 months times 200 2 hapana. Ona haleta dhometari 2.4 kama mwakota kile wa mieri 10 2.4 umelipa 2.4. Kuna viwanja za 300,000 na hiyo 2.4 ingepandisha nyumba mpaka ifike rento. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama ni 2 bedroom, 3 bedroom ungepandisha, lakini haukuwa na akili na hautapata akili, maana uko na laana ya kuown mchanga. The problem is you are trying to own na umekataswa. Ogerodorone teri umekataswa, maana kuna vita ilikuwa kati ya mababu ya guka na guka, shosho na shosho, how they acquired their ancestral land. It affects you until where you are. So it is very important. Ukienda nyumbani ukiaga na guka, unajua historia ya hiyo shamba, ama kuna anko ambaye alikasirika, ama kuna mtu alikufa kwa sababu ya hii shamba, ama kuna kitu kilifanyika kwa sababu, then it will affect you. Kuna mahali itakuja kukuaffect. Ukiona una ugumu, unaishi very expensive house but and there is soil, hata kwenu nyumbani kuna mchaga, uwezi jenga. Uikiraga Nairobi na ukindo kamushe no thondekire anaketa 10 makinyage mbere na maige security yaku, ukahuthira 200 na security. Handu hothi ugure kamugunda kwanyu na mugunda kwanyu ne 500 eka. Neke, there is a restriction. It is not your wish. There is a restriction that you must not own soil. Kuna caveat umewekewa. So this caveat you must remove it. Hiyo ndizo things that hinder you from the breakthrough. Now, these are the evil altars. How do you break these altars? Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapo wang'oa mataifa mengi watoke mbele yako: Muhiti, Mugirigashi, Mwamori, Mkanani, Mperezi, Muhivi, Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kupita wewe. So, it is a battle. It is a win strategy that you must conquer, because the people, the land you are about to be given, the blessing you are about to be given, it will not come just like that. It is a battle.
Tuendelee. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, umesikia? Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, ni yeye atawatoa, it is not you. You cannot win a battle against them. They are 7 times mightier than you. Wale wachawi wanakuroga, they are mightier, they are bigger than you. Wale watu wanakuchorea, wanakupangia, they are mightier, they are bigger than you. You need God. You need to surrender to God so that God can do the battle for you. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga. Wakati huo ndipo uwaondoe kabisa, usifanye agana nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. What I'm saying, the Bible says, usifanye agano nao. When he brings them into your hand, awapatiane kwenye mikono yako hivi, then you shall smite them. Hebu weka ya kizungu kidogo hapo tu, tuangalie kizungu ndio it's better, it will explain better. So when he gives them to you, akupatie hao maadui, you are supposed to wait until God surrenders them to you. Then you shall when the Lord your God brings when the Lord your God brings you into the land which you are going to possess, and has cast out many nations before you, the Hittites, the Girgashites, and the Amorites, the Canaanites, and the Perizzites, and the Hivites, and Jebusites, 7 nations greater and mightier than you. So these people you are fighting against are greater and are mightier than you. Magogona hiyo tunaenda kuvuja, it is greater and mightier than you. Then what will happen? Go next, Baba. And when the Lord your God delivers them over to you, you shall conquer them. When the Lord your God delivers to you those enemies, you have to wait until he delivers them. Then what will happen? You shall conquer them and utterly destroy them. Hello? You will not discuss, you will not plan, you will not associate, you will not do anything with them. You shall utterly destroy them and conquer them. Then you shall make no covenant. This is the mistake that we find in Judges chapter number 6. It's a mistake that you shall not make no covenant with them, nor show mercy on them. When the children of Israel were evacuated, because this is a story that goes to Judges 6, that when they walifika, wakaondoka, wakaenda mpaka kule, wakakonka, wakashika, Joash baba ya Gideon akaenda nyuma, wakaenda wakaongea na Wamereku. Walipoongea na Wamereku, akachukua mungu ya Wamereku akaipeleka ndani ya nini? Ya kanisa ya wana wa Israeli. Kisha akageuza kisirisiri kanisa ya wana wa Israeli, akaifanya kanisa ya Baal. Alizungumza na wazee walikuja wakamwambia, ni mwage tohota ai hotikiri na dhenai, lakini simutukubalisha tu tukae na nyinyi. Na aliambiwa, you shall utterly destroy them, you will never make no covenants with them, you will make no agreement with them, you shall not marry their daughters or nor marry their sons. In any case, destroy them. But what happened? Alienda Musa akaongea na wao. Ndio naona Judges chapter number 6 verse 1 inasema nini? And the children of Israel did that which was evil in the eyes of God. And because of that, God handed them over into the hands of the Midianites for 7 years. When you hear God has handed you over into the hands of some people for a particular time, that is what we call a judgment. A judgment has a particular time. A judgment, naweza kuja hapa, you are under a judgment ya 10 years. Hata uokoke, hata ufanyike bishop, hata ufanyike nani, apostle. The judgment if imeachiliwa, hata ufanyike apostle, utaendelea ukihubiri, lakini under a judgment. Mpaka hiyo makosa ulipe miaka hiyo 7. Waliteseka for 7 years because of agreeing to sit with the Amalekites, na wakachukua miungu yao wakapeleka kwa kanisa yao, kisha wakajenga madhabahu. Baba tu ndiye alijua, the entire wa Israeli hawakujua. Baba tu ndiye alijua, na tuseme tule tuko na tamaa because waliachua waliachua pesa kidogo, wakaambiwa muthuri tuliathurio na ithuĩ neke tukaragie twarie anake aya ni maratokora guko na miaki tuiguane. Then what God had told him, do not have a covenant with them, nor sit down with them, nor have any conversation with them. He made a conversation. And once he destroyed the plan of God, God had to hand them over into the hands of them that tormented them,
of them, na wakakuja wakawakalia na wakawachapa. So Gideoni akitengeneza 32,000 people ni baba yake mwenye makosa, so ana plan na baba yake. That is why nawambiaga madhabahu haivujagwi na watu wa kwenu, vuja peke yako. Kama ni Mungu amekupatia revelation kuna madhabahu kwenu, vuja peke yako. Don't bring your brother there, because your brother might be ni yeye ameleta hiyo madhabahu. Aido namwambia goko kwena kigogona na nyungu iria kila ni kigogona kia ngoma na ni brother yaku yarehire na niwe urera rua kamenya koguo urenda kuvunja. Okay, ugithi kukira rucini ukaigua mahindi haha ihindi ri nirerekanirie rikarite mwena na ringi rikarite mwena, urageria gukira ndungiukira. Muthenya ucio niguo guthia kuvunja kigogona kia muru wa nyukwa agakunina. So alikuwa Gideon, every time he was planning with his father. And the father knew this guy anasumbuka kwa sababu ya ile kitu nimeweka pale. He is the only one who knew ati hiyo haikuwa kanisa ile wanajuaga. Ndio wakati Gideon alikutana na malaika, aliuliza malaika, huyo Mungu tunaambiagwa ni mgani? Alienda wapi? Huyo Mungu wa Abraham alienda wapi? Huyo Mungu wa Isaka alienda wapi? Unakuja kutuambia hapa maneno mingi ati kulikuwa na Mungu. Kwani alienda wapi? Siku hizi tunakaaga kwa kevu, adhireko. Kumbe ni baba yake mwenye hii miungu. So your father can be the greatest enemy of your life. Your mother can be your greatest enemy of your life. Your husband, your spouse, your whatever, your kemunjumuju can be the greatest problem that you are facing. So you need, when you are dealing with altars, it is personal. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't involve them because you don't know. Labda hiyo madhabahu iliruka kutoka kwa baba yako ikaruka kwa sister yako. So you sister yako ndio mnapangana na yeye venye mtavuja madhabahu. Kumbe yeye mwenyewe ndio madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why nor shall you make marriages with them. You shall not give your daughters to their son, nor take their daughters for your sons, for they will turn away. The reason why they want to take your daughters, they want to take your sons, because they want to take away. Therefore, how do you break these altars? Number 1, in verse number 5, this is what you are to do. And this is break down their altars and smash their sacred stone. Cut down their Asherah poles and burn their idols in the fire. But this is how you shall deal with them. You shall destroy their altars. That's number 1. But you shall deal with them. You shall destroy. Ukienda Rogai ama Gongu ufungue kazi huko, tafuta the sacrifice ya kuvuja madhabahu ya huko. Ukivuja, alafu sasa utafute sacrifice ya kujenga madhabahu yako. Ni sacrifice mbili. Moja, uvuje ile madhabahu iko huko. You destroy the territory. You capture the territory. Unavuja ukagudhama ema katheka nigetha ukinyage utare kuma haginya hane hakwa. Then you raise an altar there. You capture the palace, inakuwa ni yako. Spiritual realm una capture. After you have captured, then you are able to conquer. From there you start servicing kigogona kiu tondu wakinyitana kigogona ndukaneherere kigogona. Forever you shall be sacrificing for that, so that you can go beyond every altar. You have the power to destroy every spiritual arrangement about in your life. You have the power to bring down the forces of darkness because you are holy. The Lord your God has chosen you to be a people for himself. Number 1, you are holy. And number 2, because you have been chosen. So it is the holy people and a chosen people that are able to win these spiritual battles. You must be designated for this purpose. Jeremiah was designated for this purpose. Elijah was designated for this purpose. Moses was designated for this purpose. A purpose that God has given you. It is a designated purpose. That is why you are able to conquer. That is why you are able to win every battle. And you are chosen because you are not ordinary person. You are extraordinary person. Yani wewe you are abnormal. That is why you are able to fight abnormal things. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Chosen to be a people. And number 3, you are a chosen people for God. He has chosen you for himself. Those are the factors that will assist you to win every battle. That for you are a holy people, number 1,
and because you have been chosen by God, number 2, and because you are chosen to be the people of God. You are a people of God. Then another one, a special, and you are a special treasure. Number 4, you are a special treasure in the heavenly kingdom above all the peoples of the face of the earth. You are not a normal person. You are a special treasure above any other. That is why God has mandated you to be able to fight demonic powers. That is why God has mandated you to be able to conquer forces of darkness. Verse 7, please. And that is why you have been able, and you are able to win. The Lord did not set his love on you, nor choose you because you are more in number than any other, for you are the least of all the people. You are just the least. But because God has a love, number 5, there must be the love of God over you. God must have something for you. That is why you are able to win this battle. But because the Lord loves you, and because he will keep the oath which, number 5, there is an oath that God, number 6 now, there is an oath God has kept. So this is the person, I'm describing the person that wins this battle. There is an oath that God has kept. He swore to your fathers, because it is a generational thing. God swore to your fathers that you shall win this battle. You shall conquer this. You shall become. Enemies will not be able to defeat you. So there is an oath that God is keeping. That is why he has chosen you, because you are of the line of the oath of God. You are the line of the oath of God. Therefore, if you live the way God wants you to live, no demonic agenda will prevail over you. You will still find yourself conquering, irrespective of what is happening at you. Everything will be very abnormal to you. Life will be very abnormal to you, but you will win battles irrespective of the challenges. You will become a victor, which he swore to your fathers. The Lord has brought you out with the mighty hand. Number 7, there is a hand over you. There is what? There is a hand of God over you. That is why they cannot be able. Number 7. There is a mighty hand over you. That is why they are not able to touch on you. Hata wakifanya nini, you are still winning the battle. Waliwacha kama wamefunga, wameweka gate, but wamesikia ulichomoka. Wamewacha kama wamefanya hii, walisikia umeponyoka. Yani they will have closed every door for you, but unfortunately they come and discover umechomoka. And last but not least, and redeemed you from the house of the bondage. You are redeemed. So whatever battle you are in, you must come out. You must be redeemed for you to be able to fight the battles. That is why we come here for the sanctuary cleansing, so that you are redeemed. You come out of the bondage of the family. That's why God has chosen you to become a Moses of your family. That's why God has chosen you to become a Joshua of the family. Because there is always, in a family, there is a Joshua. In a family, there is a Moses who liberates their people from the yoke of the bondage of the family. And therefore, God wins every battle for you.